ومحيا كشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة الغراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بوظيفنا توهبين من فخار ما لم تنال النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم الأذراء كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولت السماء كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولت السماء لم يساوك في علاك وقد حان لم يساوك في علاك وقد حان يا سماء ما طاولت السماء اللهم صل وسلم بارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. صدق ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وجه التواب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء لصدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وكفارة لسيئاتنا وزيادة في أعمالنا وساعة في أخلاقنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وفهمنا منه ما قرأنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النهر الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل والتفاسير
وارزقنا اتباعه واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أنت تعلمه يا كريم يا رحيم يا ودود يا حفيظ يا الله. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، شجرة العسل نورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصور جسمانية، معادن الأسرار ربانية وهزائن العلوم استفائية، صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية العالية ورتبة العالية، من الدرجة النبينا تحت لوائه فهم منه وإليه. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وحييت وأمت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. الآية. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله. أيها المسلمون، فعليكم بالإكثار من تلاوة القرآن الكريم مع التدبر معانيه. الحمد لله، tunamshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala alitupa neema ya uhai, tupa uzima, tupa amani, alitupa usalama, pia tukaweza kuhudhuria katika majlisi matukufu, majlisi ambayo kwamba taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, taa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taa ya salafu saleh, taa ya wanazuoni, bila shaka ni majlis makubwa yenye kumridhisha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akifahiri mbele ya malaika, kimwambia malaika, waangalieni waja wangu, hawa ni wale mulinena wataita ufisadi, watatawanya damu. Mwenyezi Mungu ana furaha tukiwa tuko katika hali hii, haswa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, tukiwa tuko 10 la pili, 10 la maghfira. Ni muhimu zaidi tukimbilie katika msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ameshatuambia, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, takeni msamaha Mola wenyu, Mwenyezi Mungu ni mwenye kusomehe. Hakuna madhambi kwa Mwenyezi Mungu ambao kwamba hayasomeheki, illa an yushraka bihi, ila ukimshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu akwamba irji'i ila rabbiki. Muislamu siku zote takarudie kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, taka istighfari, taka toba, kufanya amal ambazo kwamba zamfurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya ambao kwamba kunao leo, Mola Subhanahu wa Ta'ala tuambia, innal ladhina, hakika wale ambao kwamba yatuluna kitab Allah, wasoma kitabu cha Mwenyezi Mungu, wasoma Qur'an. Baada ya kusoma Qur'ani si tu,
wa aqamu salata, wakasimamisha swala. Sio soma Qur'ani, lakini ikawa wewe katika swala humo gengi la kuswali, itakuwa bado, kwa sababu swala katika Uislamu ni kitu muhimu. Ni kama mfano wa kitwa katika mwili. Mwili ukikosa kitwa ni kwamba la hayata, hakuna uhai. Ndio swala katika dini ni mahali ya kitwa katika mwili. Swala ndio amal ya kwanza atahesabiwa mwanadamu, kisha ziangaliwa amali nyingine. Ndio Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tuambia, as-salatu imaduddin, swala ni nguzo ya dini. Ukisimamisha swala ndio umesimamisha dini, ukiacha swala umevunda dini. Swala ni kitu muhimu, na ukiswali swala ya kuombea Mungu subhanahu wa ta'ala, ya kuambia swala hafidhakallah, Mola atakuhifadhi kama hafadhani, kama ulivyonihifadhi. Swala hiyo ikapanda na ikenda kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na pia ikiwa utaswali usiswali sawa sawa, swala kuambia dhayyaka Allah, Mola atakupoteza kama dhayyatani, kama ulivyonipoteza. Swala hiyo hukundwa kama nguo itambaa, ukaregeshwa mwenyewe ukapijwa nao ya vuso. Ndio swala lazima uhifadhi, lazima uiswali kwa wakati wake, lazima uwe na khushui katika swala. Lakini ukiswali tu utakuwa ukungia katika kundi. Mwenyezi Mungu amewasifu wenye kuswali wakinyenyekea, kina kad aflaha almu'minun alladhina hum an salatihim khashi'un, wamefaulu waumini wa kwamba katika swala zao wanyenyekea. Na ndivyo alivyoswali Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ilikuwa akiswali, hata wale salafi saleh huwa wakighibu katika ulimwengu, huwa wakizungumza na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mmoja katika salafi saleh ilikuwa na maradhi ya sukari, adhanallahu min, ikabidi awe na jeraha ya iguu, akatwe iguu. Akawaambia wale matabibu, ningojeni mpaka ningie ndani ya swala, nikiingia ndani ya swala ndiyo munikate mguu. Matabibu akamgoja, na ilikuwa hakuna sindano za kufisha, ni kavu kavu. Alipoingia katika swala akakatwa ule mguu, akatiwa mafuta ya moto, na hakusikia utungu isipokuwa baada ya swala ndipo aliposikia utungu. Kwa sababu gani? Ilikuwa kuombea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukiangalia mifano ya watu wema, Hassan bin Ali mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Saidina Hassan ilikuwa swali, ukaingia moto nyumbani kwake. Ulipoingia moto, watu wakapiga kelele, naru naru ya ibnu rasulillah, moto moto kijana cha Mtume. Hassan aliendelea na kuswali mpaka akamaliza swala yake. Watu wakazima moto. Alipomaliza wakamuuliza, hukuona moto? Hukusikia kelele zetu? Akamwambia, umenipumbaza mimi, ni moto wa akhera, si moto wa ulimwengu. Hao ndio watu wema, ilikuwa wakiswali na wakinyenyekea kweli kweli. Msikiti wa Busra kilianguka kipia, watu wakashtuka mpaka masokoni. Walipokimbilia msikitini wakampata mtu aswali. Walipomuuliza kwamba mimi sikusikia kamwe. Hao ndio watu walikuwa wakiswali na wakinyenyekea ndani ya swala, sio waswali apita wainde wamsikia mpaka analonena wamfahamu nani alipita. Ibn Rabia alimfunga farasi wake, akaasari kumwizi, akamtukua farasi, watu wakampigia kelele, sari kusari. Alipomaliza kuswali, alipoambia kwamba la, nilimtaka ningalimpata, lakini
swala kwangu mimi ni bora zaidi kuliko farasi. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawasifu hao wenye kuswali kwamba wamefaulu waumini wale ambao katika swala zao wanyenyekea. Ndio aya tuambia, innal ladhina yatluna kitaba Allah, wale ambao wasoma Qur'ani, wa aqamu salata, wakasimamisha swala. Kuna kuswali na kusimamisha swala. Kuswali ni waswali unapotaka, swala haina sharti, haina khushui. Kusimamisha swala ni kuswali kwa wakati wake na sharti zake, na ndani kapatikana khushui. Baada ya kwamba wasoma Qur'ani, waswali, waanfaqu, na wakatoa. Kitu cha kutoa ni kitu muhimu sana. Ni kwamba Mwenyezi Mungu ameweka malaika, kila usubuhi malaika huomba Mungu, ambia Allahumma ati mumfika badala, Mola mpe mwenye kutoa badali, na ule mwenye kuzuilia mpe mali yake kuondoka. Kila siku kuna malaika ukuombea Mungu, ndio ukitoa basi Mwenyezi Mungu kuchilia baraka, na Mwenyezi Mungu ukupa. Mwenyezi Mungu ni tajiri, kwamba anfik umfik alaik, toa nitakutumilia mwenyewe. Ni kwamba Mwenyezi Mungu ni tajiri, ndio atuambia mutoe. Na pia ukitaka mali yako yahifadhike, yabakie mali yako, yabariki mali yako, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufundisha akwambia, hasinu amwalakum bizakat, yahifadhini mali yenu kwa kuwatolea zaka. Ukitaka mali yabariki, mali yabakie, atolee zaka. Lakini ikiwa mali hatolewi zaka, mwisho yake mali yale yataondoka. Na ikiwa utoi, basi ni kwamba siku ya Kiyama mali yako yatabadilika ya mijoka ya kuchachile. Kwa sababu gani? Ukutoa fungu la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na utakwenda ufufuliwa na Karun. Karun Mola alimpa mali, iliposikilia wakati wa kutoa yale mali, shetani alimughilibu, akafanya hesabu zake, akakataa kumpa Mtume Musa mali ya zaka. Akamwambia, innama utitum ala ilmi, mali haya nimeyapata kwa ujuzi wangu, sikupewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Musa akamwapiza Karun. Karun ikawa tadondomea katika ardhi. Ilipokuwa dondomea katika ardhi, basi wakanena watu wa Karun ni kwamba Musa ataka mali ya Karun. Musa akamwombea Mungu, akadondomea na nyumba yake na mali yake, na mpaka leo adondomea. Na Karun ilikuwa ni tajiri mkubwa, funguo za mabanki yake yatukuliwa na chesi ya ngamia, lakini alishindwa kutoa kitu kidogo cha zaka. Akafanya shetani akamughilibu, akanena, mali haya nimeyapata kwa ujuzi wangu. Mwanadamu siku zote usighurike ukaona kwamba ona akili au na ujanja au na nguvu. Ni kwamba mali ni amana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshakwambia, almalu salih lirajuli salih, mali mema nda mtu mwema. Na utakapokufa utakwenda ulizwa na mali yako, namna gani ulivyoyatuma, namna gani ulivyoyatumia, ulivyoyapata. Sasa ukumbuke katika yale mali kuna fungu la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni lazima utoe. La kutoa, ufahamu utakwenda kufanywa mijoka siku ya Kiyama. Pia dawa moja ya kufanya wagonjwa dawa, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, wadau mardhakum bisadaqati, wagonjwa wenyu wafanyieni dawa kwa kuwatolea sadaka. Ndio dawa kubwa ya ugonjwa ni ule mgonjwa umtolee sadaka. Lakini usione kwamba ukitoa yatapungua. Ukitoa yabarikiwa, na kile unachokitoa hakipotei. Kama nilivyonena, Aisha, Mtume alitinda mbuzi, Aisha akagawanya, akabakisha miguu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Aisha, kitu gani kimebakia? Aisha akamwambia, imebakia miguu.
Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia nyama yote imebakia. Kwa sababu gani? Utaidirika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ile uliobakisha ndio huna utakula wewe, kwamba kile unachotoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akuongezea mpaka thawabu. Ndio Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani akwambia, mathalu ma yunfikuna fi hadhihi alhayati dunya, mfano wa zile munazozitoa katika uhai wa ulimwengu, kamathali habatin, ni kama mfano wa chembe ukachiambewa ardhini, kama ni buru ni kunde buru, mfano ukitia ile buru, anbata 7 sanabil, ikameza zisuke 7, na zisuke 7 hizo, fi kulli sumbulatin 100 haba, kila kisuke kikawa chembe 100. Chembe 100 mara zisuke 7 ni 700. Wallahu yudhaifu man yasha, Mwenyezi Mungu humiongeza ule anayetaka. Wewe umetoa moya, mueleme kwa 7, Mwenyezi Mungu akuongezea ile 7, thawabu zako andikwa 700. Angalia Mwenyezi Mungu kwamba hafadhiliwi, usione ukitoa chapotea. Mwenyezi Mungu atakulipa thawabu 700, na hapo ulimwenguni Mwenyezi Mungu ametukua ahadi kwamba kile unachokitoa Mwenyezi Mungu akubarikia. Ndio malaika ikamwombea Mungu mwenye kutoa mpe kitu chake kubakia, na kule kuata kutoa ndio korofi, kitu chako chaondoka. Na kiwa wataka jaribu, angalia usitoe, usichumie, weka tu, baadaye waangalie kile kitu kitatoka ndia kipotee bila kufahamu. Na ukitoa ufahamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha ndia ya kutoa. Utoe mkono wa kivuli, mkono wa kisoto usijue. Yaani maana yake ni kinaya au ni majazi, si kwamba utoe mkono wa kisoto, mkono wa kivuli usijue mkono wa kisoto. Ni kwamba ukitoa usitoe kisha ukanena au kaifahiri ukajionesha upati kichu mbele ya Mwenyezi Mungu. Utoe kwa siri. Kama siku hizi imekuwa kuna hatari kubwa, watu hutoa kisha wakapiga mapicha wakachuma kwa TikTok na mitandao, upati chochote mbele ya Mwenyezi Mungu. Mpe mtu kwa siri, iwe ni siri yako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio Mwenyezi Mungu akulipe. Na ukisha kumpa mtu ujue umempa, sio umempa kwamba umempa ni akiba kesho akurudishie. Manake wengine hutoa, umetoa ni deni, umempa mtu harusini ili nao kiwa na harusi akulipe. Wewe toa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mtume ameshakufundisha tahadu tahabu, paneneni tunu, hidayah, mutapendana. Ule kupanana basi zile nyoyo hupendana. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia, zimependekezeshwa nyoyo kumpenda ule mwenye kumfanyia wema. Ule mbaya wako ukimfanyia wema, basi mwisho wake moyo wake ubadilika ukalainika, na ikawa mtu ule atakuwa na mahaba ya kukupenda. Lakini ikiwa kila siku wakaza tu, mambo yatakuwa mabaya na hasadi wazikazidi. Lakini ikiwa utatoa kisha wewe msumulie mtu, au mgoje siku mkikosana umsumulie, umnene, ukumbuke huna kitu, utapata madhambi. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, musizibatilishe sadaka zenyu kwa kusumulia na udhia. Leo umetoa, nena nimemwatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sio leo umetoa ungoja tu, leo umekosana usimama vandani tayari sasa mafuta hao. Fulani siku fulani ilikuwa moto haufuki kwake, mimi kama sime angalifuturu, watoto wake kiwa sime wangalivaa nguo, ukumbuke wapata madhambi. Mwenyezi Mungu ashakwambia ndani ya Qur'ani, amekukemea akwambia, la tubtilu sadaqatikum, musizibatilishe, musiziharibu sadaka zenyu, bilmanni, kwa kusumulia. Wampa mtu yuvali kitu wamsumulia, awe au mtumwa wako atia
wampa, wal adha, na udhia, ikawa mfanya udhia, hatia umemfadhili, na ule tena hawezi kukuepuka, hatia umfadhili, upati kichu, utapata hapa hapa ulimwenguni, na utakwenda zile zichu zako kacho motoni kwa sababu ya kusumulia. Uwe mfano wa maswahaba. Mwangalie Nana Aisha radhiallahu anha. Nana Aisha ilikuwa apika chakula zaidi, akipika mtuzi afanya mwingi, kisha angalia majirani zake akiwapekea kwa uzuri bila ya maneno. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia, ya nisa almuslimin, enyi wanawake wa Kiislamu, waambia nyinyi wanawake wa Kiislamu, Mtume, la tahkiranna jaratan lijaratiha, musimdharau mjirani kumdharau mjirani mwenzake. Mtume kana walau firsa na shatin, hata kama ni kato za mbuzi mpe naye yule jirani yako. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokufundisha, mpaka kana laysa almu'min, hakuwa muumini man yashba, wala anashiba. Muumini akashiba mpaka kampa paka na imbwa, wajaruhu, na jirani yake ikawa na ndaa. Mtume kwambia usimuumini. Wewe umekula umeshiba, na ilhali mjirani wako ana ndaa, usiku au asubuhi kwa chakula ukakisua, Mtume amekutoa katika kundi la muumini. Ni kwamba muumini ni yule ambaye kwamba mathalul mu'minina fi tawaddihim, mfano wa waumini katika kupendana kwao na kusikitikiana kwao, kama thali jasadin wahid, ni kama mfano wa mwili mmoja. Waumini kupendana kwao, kusikitikiana kwao ni kama mfano wa mwili mmoja. Idha shtaka udhun, kikiumwa kiungo kimoya, tadaa lahu sairul jasad, kuicha mwili mzima, bilhuma, kwa homa, wasahari, na kukisa. Ndio waumini. Yani muumini Mtume amepigia mfano wa mwili mmoja. Ukiumwa na kidole au ito, basi mwili mzima haulali, utakesa ushikwe na homa. Ndio mfano wa muumini na muumini mwenzake. Waumini watakawasikitikiane, waumini watakawapendane. Utukue mifano mikubwa ya maswahaba. Maswahaba walikwenda katika jihadi. Walipokwenda katika jihadi, wengi wakajeruhiwa. Walipojeruhiwa wakawekwa katika kambi. Mmoja akapiga ukele, shurbatal ma, akaitisha mai, ataka kunwa mai, yakatukuliwa mai, akapekewa ule wa kwanza aliopiga ukele. Alipopekewa hayasikilia vizuri, mwingine apiga ukele, shurbatal mai, akipekewa ule akamwambia, mimi siwezi kunwa, mpekee ule mwenzangu ana shida zaidi, huenda akafa sinwe mai. Akapekewa pili, akapiga ukele watatu, na watatu hakuweza kunwa mai yale, akamwambia, mpekeni ule mwenzangu, pengine ana shida zaidi, atakufa. Mai akazunguka mpaka wote wakafa wasine mai, kwa sababu ya yale mahaba ya Kiislamu ya kupendana. Tuangalie yapo wapi mahaba hayo sasa. Na Mtume ashakwambia, ahibba linnas ma tuhibbu linafsik, pendekezee mwenzako, wapendekezee watu unalolipenda kwa nafsi yako. Lakini utaona iliyobakia ni hasad, hakuna yale mahaba na kupendekezeana. Hasadi ndio imebakia, kwamba watukia neema ya ndugu yako hutaki apate. Hasadi na bakhili, tumwangalie muovu zaidi nyanyi ni hasidi. Hasidi ni muovu kuliko le bakhili. Siku moja mfalme alimwita hasidi na bakhili. Bakhili mwenyewe hata ikutumia, lakini hasidi hataki mwenzake apate. Mfalme akamfanya mtihani, akampata ule hasidi, akamwambia, taua utakacho katika mali yangu, hu mwenzako tampa mara mbili, wewe takupa mara moja. Angalia hasidi. Hasidi alimwambia, nchombo aito, mchombo aito, ili hu mwenzangu nayo nchombo matoma vipi? Ona hasidi hakumwambia nitaka numba, nitaka shamba, nitaka chochote. Amwambia mimi nitaka nchombolo ito yeye mwenyewe.
na huna akosema vile, ndio hasidi ho. Akachombolewa mato mawili, mfalme kwamba atamuoni kabisa au ni hasidi. Muislamu siku zote atakikane awe na sifa ya uhasidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwambia, alhasadu yakulu alhasanat kama takulu naru alkhatab, uhasidi hula thawabu zako hizo swala, saumu, Qur'ani, kama takulu naru alkhatab, kama moto unavokula kuni. Na uhasidi usizengee. Uhasidi ni kutukia neema ya mwenzako tu, taka sipate tu, wataka siendelee, huo ndio uhasidi. Muislamu ataka apende neema ya ndugu yake, kama alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haki ya Muislamu kwa Muislamu ni kwamba akiwa na furaha amkongoe mwenzako, na harusi furahi naye, na akiwa na msiba amtazii, sinene sasa alompata itakuwa muyawa mumin. Lakini mumin hana sifa kama hiyo. Mumin huwa akipendana na waumini, huwa wakisikitikiana linalompata mumin mwenzako na wengine walimempata. Ndio Mtume akwambia, innal hasadu yakulu alhasanat, uhasidi hula mema, hula thawabu, kama takulu naru alkhatab, na hakuna kitu kibaya kama hasad. Ndio Mtume akwambia, alainu haqu, ito ni ukweli la uhasidi. Walau kana shay'un sabika alqadari, la ilikuwa kitu ushinda kadari, la sabakatul ainu, ngalishinda ito la uhasidi. Wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna sahaba mmoja alikuwa mwili wake mzuri umeshikana vizuri, ikaoa katika iziva, akapita mtu mmoja akamuona, akampiga ito, ule mwili wake uliraruka. Kaendewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akapewa habari. Ndio Mtume akamwambia, mwicheni ule alomhusudu. Ndio akatukuliwa mai yake, akapokolewa, ndio akapokolewa ule mwili wake ukarudi. Na ukimfahamu mtu ni hasidi, kabla hayakwambia kitu, wewe tangulia kunena naye, ndio umemvunda mashari, usimwate mpaka akakupiga. Na ukitaka kwamba uepukane na hasad, ukinena kitu na mashaallah fulani asoma Qur'ani vizuri, mashaallah fulani atoradi sana. Lakini ukitanguliza mashaallah, ile hasad huondoka. Ukitotanguliza, ndio mara nyingi huya ile hasad. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, innal ladhina yatluna kitaba Allah, hakika wale ambao kwamba wasoma Qur'ani. Qur'ani ni kitabu muhimu, mtu asome, ina ujira mkubwa, harufu moja wapata thawabu 10. Kisha wakamu salata, akasimamisha swala, sio wasimama kusoma Qur'ani, swala umechecha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Swala ni amali ya kwanza utakwenda kuhisabiwa, na ikiwa uswali utapata ukorofi, kila unalolifanya nyumba yako itakuwa na ukorofi. Swala yatia nuru, mpaka kaburini kwako utakuwa na nuru. Kisha Mwenyezi Mungu tuambia, waanfaku, wakatoa mimma razaknahum sirran wa alaniyat, kile tulichotoa ruzuku kwa siri na kwa dhahiri. Waweza kutoa kwa dhahiri pia. Lengo la kutoa dhahiri nini? Ni kuachia ghera wale ambao hawatoi, nao watoe. Mwenyezi Mungu ana wa intukhfu sadakati fa ni'ma hiya, mukisita sadaka ni neema, na mukitoa kwa dhahiri ni bora. Kwamba kule kutoa kwa dhahiri wafanya na wengine watoe, lakini nia yako utoe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waweza kutoa kwa siri kama alivyokufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa alaniyata, na kwa dhahiri, ili wale ambao hawatoi na watoe. Wale wenye kutoa, wenye kuswali, wenye kusoma Qur'ani, lengo ni kitu gani? Yarujuna tijaratan lan tabura, watarajia biashara isiyodonda. Biashara isiyodonda ni kufanya wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu atakwenda akulipe yale matendo yote unayoyafanya. Muhimu tu
ufanye uchenia lillahi ta'ala. Mwenyezi Mungu ameshakwambia, wama umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu-ddin, hamukuamrishwa ila ni kumwabudu Mwenyezi Mungu, kumtakasia dini. Kila wanalolifanya fanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukitoa sadaka, ukisoma Qur'ani, ukiswali, ufanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotolewa katika Qur'an, inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sala zangu, ibada zangu za hija, kutinda kwangu kwa Mwenyezi Mungu Bwana wa ziumbe zote. Lakini ukikosa hapo utafeli, zitakwenda bure ibada zako. Ikiwa ufanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu chinia, utakosa ujira mbele ya Mwenyezi Mungu. Ukienda naomba ya Rabbi, niliswali, nilisoma Qur'ani, nilifunga, Mwenyezi Mungu atakwambia ulitaka kusifiwa, si ulisifiwa, umekwisha kulipwa. Uepukane na ria. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, innamal a'mal binniyat, amali zote uzingatiwa nia, ile nia yako ulifanya kwa ajili gani. Lakini ukifanya kwa nia nyingine utapoteza, upati kitu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, al-Qur'an hujjatun laka, Qur'ani ni huja kwako wewe. Siku ya Kiyama Qur'ani itasimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwombe ya Rabbi, mja wako ilikuwa halali usiku akinisoma, nipa ruhusa nimuombee atoke katika adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ataipa Qur'ani shufaa hii unaisoma ikuombee uende peponi. Tukaambiwa al-Qur'anu hujjatul laka, Qur'ani ni huja kwako wewe, au alaika, au ni maangamivu kwako wewe Qur'ani. Sasa Qur'ani ikiwa wewe hukuisoma kisawasawa, basi Qur'ani itakuwa ni maangamivu kwako wewe. Ni kwamba Qur'ani uifuate wakati ukisoma. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia alaika, Qur'ani ikiwa utaifuata kwamba ni maangamivu kwako wewe. Ndio faman ja'alahu alqur'ana, mwenye kujalia Qur'ani amamahu, Qur'ani ikawa mbele zake, kadahu, humpeleka yeye ila aljanna, peponi. Qur'ani ikiwa umeiweka mbele zako, waifuata Qur'ani, basi Qur'ani kadahu ila aljanna, Qur'ani hii itakupeka wewe peponi kushufaie. Ndio Qur'ani ndiyo dawa, Qur'ani ndiyo shufaa. Waman ja'alahu waraa saqih, Qur'ani waisoma lakini umeiweka tini ya zisiginyo zako, hata uhijali, kadahu ila nar, Qur'ani itakupeka motoni. Hii Qur'ani ya kupeka peponi na Qur'ani ya kupeka peponi. Na Qur'ani na khasais ya mambo mengi, si kwamba Qur'ani ni kusoma tu. Qur'ani ina mambo mengi. Qur'ani ya kulinda na mashetani. Nyumbani kwako ukisoma Ayatul Kursi na Suratul Bakara, shetani haingii katika nyumba yako. Na ikiwa usoma Qur'ani sana, shetani hawakupati. Lakini ikiwa huswali, usomi Qur'ani, basi ni kwamba shetani itakuwa wewe ni rafiki yake, atakupata rahisi. Qur'ani ni dawa, ukisoma utapoa. Wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maswahaba walitoka kwenda katika kama tabligh, wakafika Mui mmoja, wakataka wapokewe. Wale watu wa Mui wakakataa tamai kuwapa, wakapiga kambi nde ya Mui. Ule kiongozi cha Mui, Mwenyezi Mungu akajalia akaumwa na mnyama. Alipoumwa mpatani shikani, wakaisha kumkamia, hakuchua, mpaka mmoja kanena, twende kwa wale wageni, huenda mmoja wao ikawa na dawa. Walipoendea wale maswahaba, akamwambia naam, tunao dawa, lakini kwa sharti
mtupe mbuzi 40. Mkitupa mbuzi 40 tutawafanyia. Wakatukua mbuzi 40 wakawapa. Walipowapa mbuzi 40, dawa walomfanyia walimsomea suratul Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin mpaka waladhali, akawa mzima. Jamaa wakatunga mbuzi wao. Sasa walikataa kuandaa na kuwapokea, kwamba ngojani pija mbuzi uvati mpaka Madina. Wakafikiria, wakanena twendeni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambie mwanzo mbuzi hawa ni halali kwetu au si halali. Walipokenda wakamtolea Mtume kisa, kwamba mbuzi ni hawa, tunataka kugawanya, lakini tunataka kufahamu ni halali si halali. Mtume akamwambia, nipigieni fungu langu mwanzo, mimi ndio nilowafundisha, umezungua zunguo la ukweli. Mtume pale pale akatukua mbuzi wake. Si kwamba Mtume alikuwa ana haja ya mbuzi, kuwaonesha kitendo hichi ni halali, kwamba Qur'ani ni dawa, na Mwenyezi Mungu amekwambia ndani ya Qur'ani, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma. Katika Qur'ani uteremsha pozo, dawa, lakini kwa watu gani? Lilmu'minina, kwenye kuamini. Ukiamini itakupoza, lakini ikiwa huamini, soma mswahafu mzima. Qur'ani ndiyo dawa kubwa kushinda dawa zote, kwa sababu ni ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Qur'ani pia ni kinga, ukitaka ikukinge. Angalia Mtume, kinga kubwa iliyomkinga wakati Makureshi wataka kumuua, aliwasomea aya moya, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghashaynahum fahum la yubsirun. Aliposoma Mtume, wale walishikwa na usingizi wakalala, na Mtume akawachia mtanga akaenda zake. Ndio utaona Mtume alirogwa pia na Mayahudi. Mtume aliporogwa, dawa kubwa Mwenyezi Mungu alimteremshia muawadhatain, kul a'udhu birabbil falaq na kul a'udhu birabbin nas. Hizi ni dawa. Mtume alikuwa akitaka kulala akiisomea na akitufia macho, akiipaka, akiilinda, mpaka Mtume wakati wa kufa akamwambia Aisha amsomee. Ikawa Aisha amsomea na huko akimpaka mate. Nao sidharau kusoma wakati wa kulala, kusoma hizi sura pamoja na Ayatul Kursi, utailinda na shetani. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia, anna kari al-Qur'an, kwamba yule mwenye kusoma Qur'an, idha rakiba al-maasi, akipanda maasi, yunadi al-Qur'anu min jawfi, Qur'an hunadia ndani ya moyo wake, aina zawajiri, makemezi yangu yako wapi? Aina kawari, utulivu wangu uko wapi? Aina mawaidhi, mawaidha yangu yako wapi? Wakati wasoma Qur'ani kisha warudi ukimuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Qur'ani kunadia ndani ya moyo wako, ukwambia mawaidha yangu yako wapi? Utulivu wangu uko wapi? Mawaidha yangu yako wapi? Ndio Qur'ani, ingawa na usikii, lakini ufahamu kwamba Qur'ani ya kunadia. Ndio mtu huenda ikawa asoma Qur'ani na Qur'ani humlani nafsi yake. Wao soma Qur'ani na Qur'ani ya kulani. Mtume aliulizwa, vipi hivyo? Mtu asome Qur'ani na Qur'ani mlani? Ni kwamba itakuwa soma aya iliyoko ndani ya Qur'ani yanena ala laanatullahi ala alkadhibin, laana ya Mwenyezi Mungu ende warongo, wa huwa yakdhibu, naye anena urongo. Ndio Qur'ani ya kulani. Wanena ala laanatullahi ala adh-dhalimina wa huwa yadhlimu, laana ya Mwenyezi Mungu ende madhalimu, naye hudhulumu. Sasa tutakuwa soma Qur'ani na Qur'ani ya kulani. Inshallah, kulingana na wakati nitakomea hapa. Tutasikia kipindi cha pili kitakachotolewa na Ustadhi Ali Anwar. Usikize, utapata faida. Kuna mengi yalopangwa ya faida, ukisikiza kwa makini utapata moya mbili inshallah. Faliyatafadhal mashkuran mahjur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah
الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه الهداة الثقات. أما بعد ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tukiregesha shukrani kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia na kutuwezesha bado tuko katika ibada ya funga ya mwezi mtukufu Ramadhani. Tukiingia kipindi cha maudhui, kabla sijazungumzia maudhui niliyopanga leo, wamezungumziwa masala hapa ya uchamungu, ya istighfari, ya hasad, ya kujionyesha na vitu vingine kadhalika. Na jana tulizungumzia maudhui ya hasad, tukaizungumzia hasadi ni nini na madhara yake na vitu vinavyopelekea hasad na kinga ya kujikinga na hii hasad. Na inshallah katika maudhui yangu ya leo nitamzungumzia huyu mwanamke wa Kiislamu katika ulimwengu wa mitandao. Nataka nimzungumzie huyu mwanamke wa Kiislamu katika huu ulimwengu ambao tupo sisi, ulimwengu wa mitandao. Tumzungumzie huyu mwanamke wa Kiislamu kwa vipi, na katika huu ulimwengu wa mitandao anafaa afanye vipi, ama anafaa aishi vipi. Ama pia tutawazungumzia wale wanawake wanaoishi katika huu ulimwengu wa mitandao na kufuata shahawa za mitandao na shaha za watu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, wala tabarrajna, na wala musijionyeshe, tabarrujal jahiliyatil ula, kama walivyokuwa wakijionyesha wanawake waliokuwa zama za ujinga, zama za ujahilia. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, wala musijionyeshe mkajitangaza kama walivyokuwa wanawake wa zama za nyuma, zama za ujahilia au zama za ujinga. Kwa sababu hii tabarruj leo imekuwa ipo, tena ipo nyingi, tena ipo sana, kwa sababu sisi tupo bila staha, bila stara. Watu waposti picha zisizo na stara, kujionyesha kwa mapambo ili upate kusifiwa, ama kujionyesha picha zenye mapambo ambazo kwamba zaonekana na wasiokuwa maharimu yako. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema tusijionyeshe ama musijionyeshe kama walikuwa wakijionyesha wale wanawake waliokuwa zama za ujinga. Sasa lakini angalia haya maisha ya leo, ama angalia huu ulimwengu wa sasa ambao tupo, ulimwengu wa mitandao. Imekuwa kila mtu anajionyesha na kujitangaza. Mtu ataika picha zake za mapambo, za urembo, kujionyesha urembo wake ama kuonyesha mapambo yake, tena na wanaoangalia wengi ni wale wasiokuwa maharimu zake, si familia zake, si ndugu yake, si babake, si mamake, kwa sababu picha hiyo itaonekana na dunia mzima. Kila mtu ataona picha hiyo ya pambo lako au ya urembo wako, na lengo la kufanya hivi, kutuma hizo picha ama kujianika kwenye mitandao kwa ajili upate hizi likes na upate mafollowers, yani watu wakufuate, watu wakupende, watu wakusifu. Ndio inapelekea watu kutuma mapambo yao katika mitandao na kuanika katika mitandao, kuonekana ule urembo wao na kuonekana jinsi gani mtu anajua kujipamba. Kwa sababu imekuwa mtu akitaka kujaribu kujipamba, kianze kujipodoa, anajiposti ili watu waone, je, amefanya vizuri? Kwa sababu Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anasema, alhayau la yati illa bilkhair, haya haiji isipokuwa kwa mambo ya kheri. Wewe mwanamke ukitaka kuwa na haya, ni mpaka iwe kuna mambo ya heri unayafanya, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakujalia kuwa na haya.
Lakini kama hakuna mambo ya kheri, basi ile haya pia yapotea. Kama hakuna mambo ya kheri, hakuna mambo ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, ile haya pia kwa mwanamke inapotea. Ndio pale unakuwa mwanamke ambaye kwamba hana haya, hajali lolote, hamjali baba yake, hamjali mama yake, hajali jamii. Yeye chochote akitaka kufanya anafanya mbele za watu na hajali kitu, kwa sababu hakuna haya. Sasa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, alhayau la yati illa bi khairi, haya haiji isipokuwa kwa mambo ya kheri, kwa sababu thamani yako si kwa idadi ya kutafutwa na watu ama na kusifiwa na watu ama na kupendwa na watu, bali thamani yako ni kuonekana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa na ucha Mungu. Ndio thamani yako mwanamke. Ukitaka kujua thamani yako ni ile siku utakwenda kuonana na Mola wako ikiwa wewe upo katika wale wacha Mungu. Ama thamani yako hapa duniani ni kuwa na ucha Mungu na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini thamani yako sio kwamba utausifiwe na watu kwamba wewe ni mzuri, wewe una muonekano mzuri, ama watu wanakufuata katika mitandao, au watu wanakuwa mashabiki zako kwa sababu ya yale unayoyafanya. Hiyo si thamani yako. Hiyo ni thamani tu ya hapa hapa duniani. Ukiondoka utaiacha hapa hapa, kesho utakwenda kukutana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha kuna fitna. Baada ya fitna ya kwanza ya kujionyesha kuhusiana na hii mitandao, pia kuna fitna ya mahusiano yasiyokuwa ya halali. Hii mitandao, ulimwengu wa mitandao ambao kwamba sisi tupo, kuna fitna nyingi, lakini fitna ya kwanza ni hiyo fitna ya kujionyesha, kujianika. Ndio fitna ya kwanza. Imekuwa kila mtu siku hizi anajianika, watoto kwa wakubwa, wadogo kwa wakubwa, wazee wote, kila mtu amekuwa sasa, kila mtu anataka kujianika, kila mtu anataka kutumia mtandao, aonekana yeye pia ana mtandao anatumia, ama mtu aonekana na yeye pia ana simu kubwa. Imekuwa kila mtu siku hizi mtandao unaotumia kwa njia ambayo kwamba sio. Hujakatazwa kutumia mtandao, tumieni mitandao, lakini angalia ile njia unaotumia huo mtandao ni njia gani? Ndio swali unataka ujiulize. Tumia mtandao wako unavyotaka, hakuna atakayekuuliza, lakini huo mtandao jiulize wewe mwenyewe unaotumia kwa njia gani? Unaacha ukumbusho gani katika historia yako? Unaacha ukumbusho gani katika jamii yako? Unaacha ukumbusho gani si kwamba utaondoka duniani watu watakukumbuka? Lakini wewe unatumia mtandao kwa mambo kwamba sio, ukumbuke utakuwa unaacha historia mbaya, unaacha picha mbaya, na unaacha kumbukumbu mbaya. Ile siku kiondoka watu watakukumbuka kwa mabaya. Mwisho pia unaachia watoto wako majina mabaya. Takuwa huyu ni mtoto mtu fulani bwana, yule alikuwa akifanya hivi na hivi, yule alikuwa akijianika hivi na hivi. Itakuwa pia wale watoto wako umewaharibia sifa zao. Sasa fitna ya pili ni fitna ya mahusiano yasiyokuwa ya halali, kwa sababu mtandao umekuwa ni mlango wa maasi na umekuwa ni mlango wa mazungumzo yasiyokuwa na mipaka. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fala tahdhana bilqawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradhun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fala tahdhana bilqawli, na wala musilegeze sauti. Musilegeze sauti wakati wa mazungumzo. Ile wakati unazungumza na mtu, Allah subhanahu wa ta'ala anakwambia na wala musilegeze sauti wakati wa mazungumzo. Kando na mume wako, ukiongea na mume wako umlegezee sauti, fanya unachokitaka, lakini kando na mume wako usilegeze sauti kwa mwanamume yote. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tusilegeze sauti. Lakini hii mitandao imepelekea watu hizo sauti ndo zinalegezwa, zinatumika kwa ajili ya kuvuta watu wapate kuangalia ile video yako, au wapate kusikiza yale maneno yako, au wapate kuvutiwa na ile biashara yako, kutumia hii sauti yako na kutumia mapambo yako. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema fayatma alladhi fi qalbihi maradhun, mpaka ikafanya ikawavutia wale ambao kwamba wana maradhi ya moyo. Maradhi ya moyo sio kwamba una maradhi moyo wako unatundu, ama moyo wako una maradhi kapeleka hospitali. Maradhi ya moyo ni maasiya. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia
wala tusilegeze sauti wakati wa mazungumzo ama wakati unaongea na mtu mpaka ikapelekea yule mwenye maradhi ya moyo akakutamani. Kuna watu wana maradhi ya moyo. Kuna watu wakishakuona tu tayari washavutiwa, tayari atafanya bidii yoyote mpaka kupate. Kuna watu wakishakusikia tu sifa zako watafanya bidii yoyote mpaka wakupate. Kuna watu wakivuta hii harufu tu ukiwapita na marashi yako mazuri watafanya bidii tu mpaka wakupate. Sasa je, ukisha kumlegezea sauti? Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wala tusiregeze sauti wakati wa mazungumzo, ikapelekea yule mwenye maradhi ya moyo akakutamani. Wewe uko ndani ya ndoa, lakini kwa sababu kwenye biashara zako ama ukiongea na watu majirani zako unawaregezea sauti ili wavutiwe na biashara yako, ama uonekane wewe ni mzuri katika kuongea, ujue itasababishia wale wenye maradhi ya moyo waje wakutamani na watakuja kuharibu ndoa yako, kwa sababu watakuja wakufate, wakuongeleshe, akutongoze, akuhonge, mwisho wa siku umkubali, ndio umekuwa ni sababu ya wewe kuharibu ndoa yako. Haya mitandao, manake mara nyingi hizi kuregeza sauti imekuwa inatumika katika mitandao, kwa sababu mtu biashara zake hawezi kuwa ataongea kawaida ama jiweke kawaida atangaza biashara. Mara nyingi mtu atajipodoa, avae vazi zuri, kama anatangaza biashara ya madera mabuibui, alivaa lile dera tena akabila mtandio, ajipambe, aregeze na sauti. Kwa sababu gani? Anataka kuvutia customer. Lakini ukumbuke ile ndio itakuwa njia ya fitna, njia na mlango wa kuvuta fitna na kuvuta uzinifu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ashatuambia kwamba tusilegeze sauti wakati wa mazungumzo mpaka ikapelekea yule mwenye maradhi ya moyo akavutiwa na wewe na kukutamani. Kwa sababu haya mazungumzo ya faragha, hizi chati za siri, uhusiano wa siri kabla ya ndoa, zote inapelekea katika hizi fitna na zote inapelekea katika mlango wa kwenda kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu huu ujumbe wa siri unaweza kukuharibia milele. Wajua huu mtandao siku hizi umetufanyia sisi wepesi kukurubia hii zina. Allah subhanahu wa ta'ala amesema wala takrabu zina, hakusema wala tafaalu, amesema wala takrabu, wala tusikurubie. Hakusema tusifanye, tusikurubie, kwa sababu ukisha kukurubia ndio utaifanya. Lakini ingekuwa alisema tusifanye, watu wangekurubia. Lakini hapa Allah subhanahu wa ta'ala amesema wala tusikurubie. Lakini hii mitandao iliyokuja ndio imetufanya ni wepesi na ni usahali sote kuikurubia zina, kwa sababu utakwenda kuangalia mapambo ya mtu, ukumbuke ni mke wa mtu, umemwangalia mapambo yake, wewe umemwangalia mwanamume wa mtu, umemtamani. Zote hizo zinapelekea katika zina, kwa sababu shetani siku zote haanzi haraka haraka, anaanza pole pole, anakwenda na wewe mpaka mwisho wa siku anakupata na kuingia katika box. Lakini hawezi tayari kukuchukua direct akupeleka katika ashi. Pole pole anakwenda na wewe mpaka mwisho wa siku unaingia katika ile mstari wake anayotaka, kwa sababu siku ya kwanza itakuwa ni mazungumzo. Mtu atakwambia bwana, nataka urafiki tu, tuwe marafiki tu. Siku ya kwanza hiyo tuwe marafiki tu, urafiki. Siku ya pili picha, atakuomba picha, bwana nitumie picha yako nikuone, nawe nitumie yako nikuone. Mtandao huo unafanya kazi. Umemtumia picha, ameanza kuangalia ule urembo wako, na wewe kwenye kutuma picha utotuma picha ambayo umekaa ovyo ovyo, ama sura yako imechoka. Lazima utatuma picha ambayo kwamba ulijipodoa, ama picha ambayo kwamba umevaa vizuri, ili umvutie yule akusifu. Sasa katika kutuma ile picha, yule atakaiona, shetani sasa ataanza kushawishi, ndio aanze kukusifu, wewe ni mzuri, sijui nini hivi na hivi. Mwisho wa siku akwambie bwana, basi tuonane ndio nipate kukusifu macho kwa macho. Bado ushamtumia hiyo picha. Siku ya kwanza mazungumzo, siku ya pili picha, baada mwisho kwenda kuonana na kufanya kwa yafanye, siku ya tatu majuto. Mwisho juu sasa unaanza kujuta kwa nini umefanya kitu fulani. Baada ndoa yako hapo ishaharibika, mwingine ameharibu usichana wake, ni majuto ya milele. Ndio kama hii mitandao itakusababishia wewe uingie katika majuto ya milele. Umetumia mtandao wako, umetumia kwa njia kwamba sio, ukatumia kwa siri, mume wako sijue au wazazi wako wasijue kama unatumia kwa siri, ukaona utumia ule mtandao kwa siri, kwa kujificha ficha. Ukumbuke ile siri yako, ama hiyo siri yako unaoifanya katika mazungumzo, ukumbuke utakuwa unajipelekea katika majuto ya milele.
kwa sababu huenda hiyo njia uliyotumia ikawa ni sababu ya wewe kuharibu ndoa yako ukajuta milele. Umeacha ukaharibu jina lako, ukaharibu heshima yako, ikawa hakuna anataka kukuoa, ikawa kila mtu asema yule fulani bwana tabia zake ni fulani. Mtu kile akitaka kukuoa, kila mtu akisikia zile sifa zako anarudi nyuma, hawezi kukuoa. Umeharibu usichana wako, ushaharibu maisha yako. Imepitia nini? Mtandao. Sasa sisi sote hapa tuko katika ulimwengu wa mitandao, ila swali litakuja, huu ulimwengu wa mitandao, huyu mwanamke wa Kiislamu anaishi vipi? Ndio swali litakuja. Je, waishi katika njia ambayo kwamba yatakikana, wautumia huu mtandao katika njia mzuri, ama wautumia huu mtandao kwa njia mbovu? Sasa ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatwambia tusiregeze sauti katika mazungumzo, pia akatwambia tusigurubie zinaa, na pia kila ujumbe utakaouandika katika mitandao au kila ujumbe utakaouanika ama kuutangaza ama kuupeleka, kila ujumbe ambao kwamba unaupeleka kuambia watu, kuandika, kuusambaza, ukumbuke yote hayo yanaandikwa. Kila kauli ambayo kwamba utakuwa unaizungumza ama unaiandika, ukumbuke unaandikiwa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Hatozungumza neno mtu yoyote, hatozungumza neno isipokuwa kwenye mikono yake kuna malaika wawili, raqibun na atid. Kila utakachokizungumza kinaandikwa. Ukizungumza zuri kinaandikwa, ukizungumza kibaya kinaandikwa, ukifanya zuri linaandikwa, ukifanya baya linaandikwa. Lolote utakalolifanya ukumbuke malaika wako pamoja na wewe. Popote ulipo malaika wako na wewe. Sote hapa tuna malaika wawili. Ukizungumza zuri, malaika wa upande wa kulia ataandika jambo lako zuri. Ukiandika ovu, ukizungumza ovu, malaika wa upande wa kushoto ataandika ovu. Sasa kesho itakuwa hakuna njia ambayo kwamba utakwepa useme kwamba mimi sikufanya. Ile siku ya kiyama Allah ashakuweka skrini, anaweka wazi yale mambo yako. Hakuna njia ya kusema kwamba mimi sikufanya, kwa sababu kitabu kiko. Swali litakuja, je, kitabu chako utapokea kwa mkono wa kulia ama kwa mkono wa kushoto? Kwa sababu ukipokea kwa mkono wa kulia, wewe ni miongoni wale waliofaulu. Ukipokea kwa mkono wa kushoto, wewe ni wale miongoni wale wenye ambao kwamba wapo katika hasara. Sasa kama hii mitandao tutaitumia kwa njia ambayo kwamba sio, ulimwengu wa mitandao tutautumia kwa njia ambayo kwamba sio, basi wewe fikiria sahihi, wewe Allah subhanahu wa ta'ala akufungulie kitabu chako, utafurahi ama utalia? Wewe jifikirie tu sahihi. Allah afungue kitabu chako cha amali zako, ukiangalie utakuwa ni kwenye mtu mwenye furaha au utakuwa ni mtu mwenye huzuni? Kwa sababu kila mtu mwenyewe hapa anajijua, kila mtu anajijua kwa nafsi yake. Hakuna mtu ambaye kwamba anamjua mwenzake, kila mtu anajijua mwenyewe. Kila mtu anajijua lema analofanya, kila mtu anajijua ovu analolifanya. Sasa wewe mwenyewe jifikirie, jipigie hesabu sahihi. Allah subhanahu wa ta'ala kukabidhi kitabu chako, utakuwa ni ule mtu mwenye furaha kupokea hiko kitabu ama utakuwa ni ule mtu mwenye huzuni kupokea hiko kitabu? Kisha katika fitna nyingine ni fitna ya kulinganisha maisha, kama jana nilizungumzia mtu kuishi maisha ambayo kwamba si yake. Lakini hii mitandao inatupelekea sisi tuingie katika fitna ya kulinganisha maisha, kwa sababu katika mtandao utaona furaha ya mtu, utaona mali za mtu, utaona majumba ya mtu, utaona mavazi mazuri, mavazi ya gharama ya mtu, utaona zile safari za mtu anazosafiri, kwa sababu imekuwa kila mtu anajanika. Mtu anaonyesha nyumba yake, mtu anaonyesha gari yake, mtu anaonyesha vitu vyake, mtu anaonyesha nguo zake za gharama. Lakini hiyo mwanzo, fitna ya kwanza itapelekea mtu mwingine atakayeona atamani na yeye kuwa kama vile, itamfanya azalishe hasadi katika moyo wake, aje akuhusudu. Kisha kitu chengine itasababisha pia wewe ambaye kwamba unaanika ikutie katika dhambi na ikusababishie wewe pia upate hasadi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tamudanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tamudanna ainaika, wala msiyanyoshe macho yenu mkawa munaangalia, macho yenu mmepelekea kuangalia
ila ma matta'na bihi, kwa vitu ambavyo kwamba mutavitamani. Allah subhanahu wa ta'ala hapa anatuambia, na wala tusiangalie tukanyosha macho yetu ikawa tunaangalia vitu vya watu wengine tukaingia katika kuvitamani. Ikawa mtu ameanika vitu vyake katika mitandao, wewe ukaviangalia ukavitamani, ukaja ukavihusudu, ukaviangalia ukavitamani, na wewe ukataka ufanye kama alivyofanya yeye, na ukiangalia uwezo wako ni wa chini, ikaja ikapelekea wewe ukachukua madeni, ukataka zile gharama kama alizokuwa nazo huyu, ili na wewe ujianike katika mtandao. Na huu mtandao pia inaweza ni kuwa ni njia ya kheri. Huu mtandao ambao kwamba watu mara nyingi watu wanaotumia huu mtandao wanaotumia kwa njia ambayo kwamba si mzuri, lakini huu mtandao inaweza kuwa ni njia ya kheri. Inaweza kuwa ni sababu ya wewe kuingia peponi, inaweza ni sababu ya wewe kupata thawabu za kila siku, kwa sababu sio kila kitu ni shari. Mwanamke wa Kiislamu anaweza kutumia hii mitandao kusambaza aya na hadithi, ikawa yeye zile aya anazosikia kwa maustadhi ama zile aya anazozijua ambazo amezisoma ama kufundishwa, ikawa na yeye anazianika kwenye mitandao kufundisha watu zile hadithi ambazo kwamba anazijua amezisikia na kuzifahamu, ikawa anaziweka katika mitandao na kuelimisha watu. Itakuwa na kupelekea wewe kupata thawabu, itakuwa ni sababu yako wewe kuingia katika pepo, itakuwa ni sababu yako wewe ukiondoka ukaacha ukumbusho mzuri. Pia huyu mwanamke wa Kiislamu anaweza kutumia huu mtandao kusambaza ama kufundisha mambo ya kheri, ikawa anafundisha jamii mambo ya kheri. Pia anaweza kuhamasisha hijabu na maadili, ikawa anahamasisha wale wanawake wengine na wale wanaoinukia kujistiri na kufuata maadili ya Kiislamu, kwa sababu mwanamke ana ushawishi mkubwa kuliko mwanamume. Huyu mwanamke ana ushawishi mkubwa kuliko mwanamume. Lao mwanamke akataka jambo lake anaweza kufanya vovote na jambo likawa, lakini huyu mwanamume akitaka jambo lake mara nyingi anaweza kufanya na lisiwe. Sasa wewe mwanamke ambaye kwamba Mungu amekujalia una ushawishi mkubwa, unaweza kutumia huyo ushawishi wako kushawishi watu wajistiri, kushawishi watu wafuate maadili ya Kiislamu, kushawishi watu waishi katika njia ambayo kwamba itamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha pia huu mtandao inaweza ni sababu yako wewe kila siku kama unapata thawabu. Kila ukirusha aya moja ama hadithi moja kufundisha watu unaandikiwa thawabu. Ikawa hujatoka jasho wewe, hujajisumbua. Ni aya moja ama ni hadithi moja ama ni jambo lolote zuri umeelimisha watu katika mtandao, ni dakika moja au dakika mbili umetumia, lakini ikawa umepata ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man dalla ala alkhairi falahu misla ajrihi fa'ilihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man dalla ala alkhairi, yoyote mwenye kufikisha jambo la khairi, jambo zuri, jambo la kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, falahu misla ajrihi fa'ilihi, na yeye pia ana ajra ama ana thawabu za yule mwenye kufanya. Wewe kazi yako umelifikisha tu lile jambo la khairi. Bwana, ukisha kumaliza kuswali ukisoma sura hii ama ukileta uradi huu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuhifadhi, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakujalia riziki zako zinaingia kwa wakati, na mtu mwingine akaenda kalifanya na wewe pia unapata thawabu kwa wewe pia umefanya, kwa sababu wewe ndio umefikisha jambo lolote la kheri, watu wakalifanya. Ukumbuke wakisha kulifanya na wewe pia unapata thawabu ya yule mwenye kulifanya, mnakuwa nyote wawili mmepata thawabu. Sasa angalia fursa ambayo kwamba tumepewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iwe wewe huku ulifanya jambo lakini umelifikisha tu, mtu akisha kulifanya basi wewe pia unapata thawabu. Wewe umeambia watu waswali, asiswali ataitwa motoni, asiswali adhabu yake ni hii, lakini wewe hukuswali, yule mwingine akaenda akafanya hiyo ibada, wewe pia unapata thawabu. Lakini bora zaidi ni nini? Ni wewe mwanzo ulifanye na yule uliyemfikishia alifanya, ili upate thawabu zako na yule mwingine naye upate thawabu za yule mwingine aliyelifanya. Sasa ndio bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatwambia, man dalla ala alkhairi falahu mithlu ajrihi fa'ilihi. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna akramakum indallahi atqakum. Anasema inna akramakum indallahi, hakika ya huo uzuri wenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uzuri wa mwanamke mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ucha Mungu.
Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na uzuri wako, kwamba wewe ni mweupe, wewe sijui unavaa vipi, wewe unajipodoa vipi. Allah hana haja na yoyote, bali Mwenyezi Mungu uzuri wako mbele yake ni ucha Mungu, kwa sababu uzuri wako si katika picha, bali ni katika takwa. Uzuri wako si ile kujipiga picha kwamba umejipamba kinamna fulani, bali uzuri wako wewe mwanamke ni ucha Mungu. Waweza kuwa mwanamke si mzuri, hajipambi, hajipodoi, yeye yupo tu kawaida, maisha ya kawaida, kujipamba yenyewe ni kumpambia mume wake, lakini ikawa ana ucha Mungu, kuliko yule ambaye kwamba saa zote kila unavyokwenda yeye amejipodoa, saa zote kila unavyokutana naye yeye amejipamba, anaonekana mzuri, lakini ni mzuri katika macho ya watu, si mzuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uzuri wako kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ucha Mungu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ashatambia kwamba inna akramakum indallahi atqakum, uzuri wenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ucha Mungu. Nataka ufikirie, ukumbuke huu ulimwengu wa mitandao, ipo siku utafungwa huu mtandao, hii mitandao itafungwa, huu ulimwengu utaisha na kitabu chako kitafunguliwa. Ule mtandao uliofungua, kuna siku huu mtandao utafungwa, na hiyo siku kitabu chako kitafunguliwa, nayo ni siku ya Kiyama. Sasa jiulize, kitabu chako kikufunguliwa, mazuri yatakuwa mengi kuliko maovu au maovu yatakuwa mengi kuliko mazuri? Ndio swali ambao kwamba unafaa ujiulize. Je, ukurasa wako ambao kwamba ukifunguliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utafurahi ama utaona aibu? Kwa sababu kuna wengine utaona aibu hata kuangalia kitabu chao, kuna wengine utaona aibu hata kukipokea kitabu chao, kulingana na yale maovu ambayo kwamba yapo ndani yake. Sasa ni wewe mwanamke uchague, utakuwa mwanamke wa hijabu na maadili ya Kiislamu, au utakuwa mwanamke wa Qur'ani, au utakuwa mwanamke mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, ama utakuwa mwanamke wa peponi. Sasa ni wewe utachagua, kama utakuwa ni mwanamke wa peponi, mwanamke wa Qur'ani, mwanamke wa hijabu, au huyataki haya, utakuwa ni mwanamke wa mitandao na mwanamke wa kidunia, mwanamke mwenye kutamani dunia sana na mwenye kupenda mapambo ya kidunia. Na kuna siku ambapo kamba hakutakuwa na delete. Delete ni neno la Kizungu, Kiswahili ni kufuta. Kuna siku itafika, itakuwa hili neno la delete takuwa hakuna hiyo siku. Ile picha ambayo kwamba uliiposti katika mtandao, picha mbovu, hiyo siku takuwa hakuna, huwezi kuifuta tena. Ile historia yako uliyoiacha huko nyuma, huwezi kuifuta tena. Zile kumbukumbu zako ulizoziacha huko nyuma, huwezi kuzifuta tena. Ulifanya mwenzako ovu huko nyuma na hukutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi kulifuta tena hiyo siku ikifika. Kwa sababu hiyo siku Allah subhanahu wa ta'ala anasema yauma tubula sarair. Hiyo siku ni siku ambayo kwamba siri zote zitawekwa wazi, siri zote zitaanikwa. Hiyo siku ikifika, hakuna siri kwamba ulikuwa umefanya siri mambo yako kwa siri huku, kwamba hata siku ya Kiyama halitojulikana, itakuwa ni siri yako peke yako. Bali hiyo siku Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala siri zote ataziweka wazi, siri zote atazianika. Yale maovu yako yote ulikuwa ukiyafanya na watu walikuwa hawajui, basi Allah subhanahu wa ta'ala ataweka pale mbele kama skrini, watu wote watakuwa wanaona, mpaka watu wengine watakushangaa, huyu si yule mtu fulani bwana, sisi tulikuwa tunasema ni hivi na hivi, kumbe mambo yake yalikuwa ni haya. Zile mambo yote ulikuwa ukiyafanya kwa siri, Allah subhanahu wa ta'ala atakuja ayaanike, ayaweke wazi, kila mtu ayajue. Hiyo siku Allah subhanahu wa ta'ala hatoweka siri. Na kumbuke kuna siku mwanadamu utaondoka duniani. Wajua mwanadamu umeletwa duniani kama ulivyokuja, na pia vile vile utaondoka. Kuna msemo unasema kuzaliwa ni bahati, lakini kufa ni lazima. Kuzaliwa ni bahati yako ile, mpaka umezaliwa ukawa unaishi, ile ni bahati Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia. Lakini kuna wengine wazaliwa siku hiyo wakafariki. Kuna wengine wanafariki tayari katika matumbo ya mama yao.
Sasa kuzaliwa ni bahati, lakini kufa ni lazima. Kuna siku ambao kwamba wewe utaondoka duniani, utavuliwa mavazi yako yote. Hao mavazi yako unayoyavaa, mavazi yako unaoringa nayo, mavazi yako unaojiona nayo, kuna siku itafika utavuliwa mavazi yako. Tena utavuliwa si kwa hiari yako, ni watu watakuvua, wewe utakuwa umelala tu. Huna cha kufanya, huna cha kuongea. Utakuwa unavuliwa nguo na husemi lolote. Ambapo kwamba mtu sasa akakushika nguo yako akataka kukuinua ama akataka kukuvua, itakuwa mbalaa na fujo, ataka kupigana naye. Lakini kuna siku watu watakuvua. Tena wale watu ambao kwamba labda ulikuwa hata huna uzuri nao, huna mazoea nao, hata huwapendi kamwe, ni familia yako, lakini ulikuwa ukiwachukia, lakini hiyo siku ndo watakuja wakuvua nguo zako. Watakuacha bila nguo, watakuosha, watakuogesha, na wakati wewe ulikuwa ukioga mwenyewe. Wewe sahihi waoga mwenyewe, hutaki kuogeshwa, lakini kuna siku itafika wewe utaogeshwa. Utakuwa unazunguliwa hivi, upande huu uzungushwe upande huu, yani upo tu. Wewe mwanadamu ambaye kwamba jiona ni jeuri, una kibri, hutaki kuambiwa lolote, hutaki kufanya chochote, yani utaka uishi kwa vile unavyojisikia wewe. Lakini kuna siku ambao kwamba wewe utakuwa huna cha kusema, huna cha kufanya. Watu watakuzungusha upande huu, wakurudisha upande huu, wakukalishe, wakulaze, wakuvue nguo, wakuogeshe, wakusugue, lakini wewe bado umekaa tu, huwezi sema lolote. Natakuwa wayaona yote yale unayofanywa, lakini ushafungwa kauli yako, hakuna tena kauli hapo, huwezi kusema chochote. Hata kama ulikuwa ni mbabe namna gani, lakini hiyo siku ubabe wako wote utaisha. Maana nguo zako za gharama zitavuliwa, simu yako ya kisasa utaiacha, na akaunti zako zile ulizofungua za mitandao utaziacha, majumba yako na mabiashara yako na watoto wako wote utawaacha. Wewe ambao kwamba unajivunia una watoto, una familia yako, una utajiri, sijui una simu kubwa, una kitu gani, lakini kuna siku itafika zote hizo utaziacha, uondoke nazo. Hakuna aliyekufa akaondoka na mali yake. Hakuna hata mmoja wetu aliyekufa akaondoka na familia yake. Madamu mimi na mali, basi nimefariki, mali yangu yote naondoke nayo. Utakufa na kila kitu utakiacha hapa. Sasa atakaufikirie kabla haijafika hiyo siku ambao kwamba atakuwa mtu anakufanya vile anavyotaka yeye. Hata mtu akiamua kukupiga makofi, kukupiga, kukukatakata, huwezi kumfanya kitu. Umekaa tu unaangalia. Sasa kabla haijafika hiyo siku, ni wewe ujitathmini, ujifikirie, ukae, ulete fikra, ujifikirie wewe mwanadamu. Umeletwa hapa duniani kwa lengo gani, na uko hapa duniani kwa muda gani? Kwa sababu tusikae tukajisahau kwamba tuko duniani milele. Hapa duniani sisi ni watu wa kupita tu. Ndio Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, anasema al-kabru awwalu manazil al-akhirah. Kaburi ndiyo safari yako ya kwanza ya kwenda akhira. Lile kaburi, lile shimo ambalo kwamba sisi tuliona watu wakilifukua na kuingiza maiti, ile ndiyo safari yako ya kwanza ya kwenda akhira. Sasa wewe ishi vile utakavyoishi, vile utakavyojisikia, lakini ukumbuke iko siku wewe utaingia kaburini, na ndio itakuwa ndio safari yako ya kwanza ya kwenda akhira. Lakini bado mlango upo wazi, hatujachelewa. Madamu bado upo duniani, bado unapumua, bado mlango uko wazi na bado nafasi unayo. Madamu bado unapumua, una afya yako na pumzi zako, bado nafasi unayo ya kurudi kwa Mola wako na kusafisha yale maovu yako na kusamehewa yale madhambi yako, kama lakini utakuwa unataka. Ni kama mfano kutoke fursa za kazi, ama kutoke fursa, ama kutoke pesa za kwenye vikundi. Zile pesa zitolewe, baadhi ya watu wapate, baadhi ya watu wakose. Kisha ipite muda, yule mwenye kutoa zile pesa aseme fursa bado iko, pesa bado zipo, anayetaka aje achukue zile pesa, ama anayetaka aje ajiandikisha achukue hizi pesa. Basi watu wote watakimbilia kwenda kujiandikisha wapate hizo pesa. Sasa na Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwamba bado fursa tunayo na bado muda tunayo, na toba ya Allah subhanahu wa ta'ala bado ipo pamoja na sisi. Ni sisi kama tutahitaji kurudi kwa Allah, ni sisi kama tutahitaji kujisafisha, ni sisi kama tutahitaji kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akimzungumzia huyu mwanamke wa Kiislamu
kutaka kutuonyesha mwana wa Kiislamu ni mwanamke gani, ama ni mambo gani ayafanye, ama ni mambo gani akiyafanya basi atakuwa ni katika wale minal faizina. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha idkhalil jannata min ayyi abwabil jannati shi'ta. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha sallatil mar'atu khamsaha, akiswali huyu mwanamke, pindi pale akiswali huyu mwanamke vipindi vitano, tena akaviswali kwa wakati, akaviswali kutimiza masharti yake, akafuata zile nguo zake za swala, akaswali kwa hushui, kisha wasamat shahraha, kisha na akafunga mwezi mzima, mwezi mtukufu Ramadhani, akizingatia masharti ya saumu, akizingatia hukumu za saumu, yani akazingatia yale mambo kwamba yanabatilisha saumu, akawa ameepukana nayo, akawa amefunga kisawasawa. Kisha wasamat, baada wasamat shahraha wa hafidhat farajaha, na akahifadhi tupu yake, akahifadhi heshima yake. Hapa farajaha ni heshima, kwa sababu tupu ya mwanamke ndiyo heshima yake. Ukihifadhi utupu wako ndio umehifadhi heshima yako, umejistiri vizuri, umekuwa na adabu, unajihifadhi na unajilinda, unajiheshimu, basi ndio utapata heshima na watu watakuheshimu. Lakini ikiwa wewe mwenyewe hujistiri, hujiheshimu, huwezi kupata heshima kwa watu. Mwanzo ni mpaka ujiheshimu wewe mwenyewe ndio watu wakuheshimu. Wewe chunguza, tukulie mfano watu wawili, wanawake wawili. Ule mwanamke anayetembea kwa dera tu na hata kichwa hajifuniki, kisha na yule anayetembea na buibui na jalbabu ama na mtandio ama anayejifunika mpaka ile nikabu, anayejifunika ninja, ni nani atakayepewa heshima? Yule ambaye kwamba amejistiri, yule ndiye watu watakimuona ndio watamsalimia, asalamu alaykum, mwisho atakupa na majina, asalamu alaykum ustadha. Lakini yule ambaye kwamba hatojistiri, hata hiyo salamu kuipata atakuwa ni shida, ama salamu ukiipata utaipata ya kiunafiki, ni salamu ya kukusalimia kukuvuta. Huenda kwa anakutaka, amevutiwa na ule muonekano wako, amevutiwa na umbo lako, akusalimia aanze kukushawishi. Kwa siku ya kwanza itakuwa ni mazungumzo polepole, kisha tuonane, kisha tafanyika ya kufanyika. Sasa yule mwenye kujistiri siku zote ndio ataheshimika. Ndio bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema wa hafidhat farajaha, na akahifadhi utupu wake, wa ata'at zawjaha, na akamtii mume wake, akamtii katika yale mambo ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Maamrisho ya mume amekuamrisha yanahusiana na toa ya Allah, ukayafuata. Maamrisho ya kuamrishwa na mume wako ambayo kwamba yanamwasi Allah subhanahu wa ta'ala, ukayaacha. Ukawa wewe ndio furaha yake, wewe ndio tulizo lake. Ana shida unamfariji, amekwambia jambo unamsikiza. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema qila laha, ataambiwa siku ya kiyama, huyo mwanamke ambaye kwamba anaswali vipindi vitano, anafunga, anahifadhi utupu wake na anamuheshimu ama anamtii mume wake, siku ya kiyama ataambiwa idhalil jannata, ingia peponi, min ayi abwabil jannati shita, tagua ule mlango wote unaotaka katika pepo. Peponi kuna milango 8. Mlango wa juu kabisa ni Firdaus, pepo ya Firdaus. Ndio maana tukaambiwa katika kuomba dua tuombe jannatu Firdaus, sote tuwe katika pepo ya juu. Lakini yule mwanamke ambaye kwamba atakuwa anaswali vipindi vitano, anaswali kwa wakati, anazingatia hukumu na masharti ya swala, anakuwa na hushui katika swala, anafunga swala faradhi za saumu kwa kuzingatia zile sheria zake na hukumu zake, anajihistiri na kujihifadhi utupu wake, kuhifadhi heshima yake na kumtii mume wake, siku ya kiyama ataambiwa huyu mwanamke ambaye kwamba amefanya haya yote, chagua mlango wa pepo wowote unaotaka uingie. Angalia, hiyo ni fursa ambayo kwamba wamepewa wanawake wa Kiislamu, kwa sababu sio yote ambaye kwamba atachaguliwa aambiwa chagua mlango unaotaka. Ni kama umewekwa mali ukaambiwa chagua kile kiwango unachokitaka wewe, na wewe kwenye kuchagua utachagua kile cha chini, utachagua kile cha juu. Kwa hivyo kinachotakikana, mafundisho ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
katika huu ulimwengu wa mitandao ambao sisi tupo, ni tuswali swala 5, tufunge saumu za faradhi na za sunna kwa wale wanaoweza, tuhifadhi tupu zetu na tuwaheshimu waume zetu, ndio kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah akupe fursa ya kuchagua ule mlango wa pepo unaotaka. Mwenyezi Mungu atujalie sote niwe ni wenye kufuata maamrisho yake, atujalie sote niwe ni wenye kuacha makatazo yake, atukubalie toba zetu na msamaha wetu tutakaoomba, atusamehe madhambi yetu, azitakabali saumu yetu, na atupe akili ya kufikiria na kujitathmini sisi ni kina nani na tunafaa tuishi kinamna gani katika hii dunia. La ilaha illa Allahul azimul halim. La ilaha illa Allah rabbul arshil azim. La ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. La ilaha illa Allahul azimul halim. La ilaha illa Allah rabbul arshil azim. La ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. La ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. La ilaha illa Allahul azimul halim. La ilaha illa Allah rabbul arshil azim. La ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة نعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. 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 اللهم إنك عفو
تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو يا كريم. يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا وسامحنا فيما جنينا. يا تواب تب علينا وسامحنا فيما جنينا. يا تواب تب علينا واغفر لنا والوالدينا. يا تواب تب علينا واغفر لنا والوالدينا.